Haya ni mambo ambayo wanawake wengi hawayapendi kutoka kwa wanaume, hasa wa nyakati za kushiriki tendo la ndoa. Jambo la kwanza, wakati wa kushiriki tendo la ndoa, mwanaume unapokuwa unamwandaa mwanamke, unajikuta unawahi sana kufika kileleni. Ndani ya muda mfupi unakuwa umeshamaliza, unashindwa kurudia raundi inayofuata. Muda mwingine unajikuta ukishashiriki kwa raundi ya kwanza unapata usingizi mkali sana. Lakini jambo la pili ni kufika tu na kumwingilia mwanamke bila kufanya maandalizi. Kuna kitu kinaitwa foreplay time. Foreplay time ni muda ambao mwanaume na mwanamke wanaupata kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kihisia ya kumfanya huyu mwanamke aweze kupata hamu na hisia, ili maumbile yake yaweze kupata ute wa kutosha, ili unapoanza kufanya naye mapenzi asipate maumivu. Sasa ikitokea wewe ni mwanaume unajikuta kabisa ni kweli performance yako ya tendo la ndoa iko chini, lakini huwa hauna muda wa kumwandaa mwanamke, inaweza kusababisha huyo mwanamke wako akaanza kukuogopa, akaanza kukuchukia, na kihisia anaweza kukutoa. Lakini jambo la tatu, kama wewe ni mwanaume ambaye uume wako huwa unasimama kwa uregevu, au nyakati za tendo la ndoa, unapokuwa unashiriki tendo la ndoa, unajikuta kabisa ule uume wako unakuwa unalegea, yani unaanza kusinyaa, unaanza kunywea katikati ya kufanya mapenzi. Ukianza kuona unapata hizo dalili, basi jua kabisa mwanamke wako atakuwa anakuchunguza bila yeye kukwambia. Lakini jambo jingine, huyu mwanamke atakuwa anakuangalia ukishamaliza raundi ya kwanza, unachukua muda gani kuweza kuendelea kwa raundi ya pili. Kama utakuwa unachukua muda mrefu sana kuweza kurudia raundi ya pili, au muda mwingine unajikuta inakuwa ni ngumu sana wewe mwanaume kuweza kurudia raundi ya pili kwa wakati, inaweza ikawa ni ishara ambayo mwanamke anaweza kana kuchunguza bila wewe kujua, na mwisho wa siku anaweza akawa anaanza kukulinganisha. Na mbaya zaidi, kama atakuwa ameshakutana na wanaume tofauti tofauti na akaanza kuja kufanya mapenzi na wewe, manake atakuwa na kulinganisha, na kuna muda ataanza kukuletea dharau, kwa sababu kwenye tendo la ndoa unakuwa hauna uwezo wa kufanya vizuri. Lakini jambo jingine ni ule uwezo wa kusolve matatizo. Pale ambapo unakuwa unakutana na matatizo, either ni matatizo ya kimahusiano au ni matatizo fulani fulani, kama utakuwa hauna uwezo wa kusolve matatizo mbalimbali, huyo mwanamke wako anaweza akaanza kukushusha thamani, anaweza akaanza kukuchukia, anaweza akaanza kukudharau bila wewe kufahamu, especially kama ni matatizo ya kimahusiano. Imetokea kwa mfano ukamfumania mwanamke, uwezo wako kufanya maamuzi pale ukawa ni mdogo, labda ukawa ni mtu ambaye uko very emotion, huyu mwanamke anaweza akaanza kukuona katika engo tofauti. Na jambo la mwisho, kama utakuwa na changamoto ya kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kusimamisha kwa ulegevu, kushindwa kurudia raundi na vitu vingine, hakikisha unachukua namba yangu hapa kwenye bio, nipigie simu moja kwa moja ili nikusaidie kwa ushauri wa kina na matibabu ya dawa. Karibu niweze kukusaidia.